If Jose had planned that, then it's very much okay. Yeah. Hivyo ndo mimi naweza sema. Kama hivyo ndo alikuwa ameplan, very much okay. Mimi sina shida, like mimi siwezi enda hapo niseme, "Hey, mbona unaomba?" No, I cannot. You cannot. Personal reasons na different interests. Ndo zilifanya tukasema, acha to work around, but I was not in Bungoma County. I was in Busia. So Jose na Rabdon mama atakubali. Respect tu kwa fiti sana. Unless yeye mwenyewe aseme tafuta sasa bibi wa pili. Sasa tukizama kwa comedy kidogo. Pale YouTube sijui kama wanacheza mpaka TikTok zile the high school episodes. What inspired you kwanza kupata the high school episodes? Nothing inspired me. It was just creativity. Creativity ndio iliniinspire. At least ukamwa uanze na nini ilikuwa challenge ukapotea for some time ndio umerudi. Hizo za high school hazikuwa hizi being monetized. Alafu najua pesa ya YouTube huwezi linganisha na pesa ya branding. So challenge ilikuwa natumia time mingi ku create hizo content za high school. Alafu hizi content zingine zinanipatia brands ndo zilikuwa pia zimeanza kukua demanding. Unapata client anauliza tulipatia job bana uja deliver mpaka saa hizo, and you see these ones hizi zingine pia nafaa ufikirie juu ukienda tu hapo ushoto itaflop, haitakuwa na traction fit. Hoja wacha tuseme social media, wewe kujua Facebook, Instagram, ulijua hivi tu mwaka gani? Ndo at least unapata wale wasanii wengine wanakuja social media leo wana expect walipe. Wewe ulijua hizi platforms? So mimi for how long? Nilianza kama hata TikTok ijakuwa ile serious. Yeah. Hiyo time ukitrend Instagram, ulikuwa wewe ni mnoma. So nilianzanga nikasikia stories za TikTok bana, TikTok ni ya madem. Na unajua mimi ni Muluya. Tena Mbukusu. So nikaona nini? So kuna dem fulani alikuwa anaitwa Ivy. She was among my first fans. Yeah. Akaniambia, bana niaje hizi vitu zako nimeona sana post wapi? TikTok. Yeah. But if wewe mwenyewe create account yako na uanze ku-upload. So vile nilianza ku-upload TikTok nikaona, okay. Hiyo hata imeshinda Instagram, imekuja ikapita Instagram. So hiyo page hiyo account ya TikTok ikakuja ikabaniwa. Nilikuwa nimefika around 400k. Yeah. Wakakuja wakaiban. So nikasema you know what? It's a challenge. So ndo tukaanza tena nyingine yenye tuko saa hii sasa. Latest. Naitwa Mokhwasi Heart Kid. Mokhwasi. Yeah, Mokhwasi is my name. Yes. Ukikuja pale Facebook unaitwa Mokhwasi, ukikuja YouTube ndo channel iko pia. Yeah, tuko ndani, tuko na Hoja Africa mwenyewe. Who ni the best? None of the above. The best content creator in Bungoma. Yeah, ni huyu hapa ndani ya Tandao TV Kenya kwenye Facebook, kwenye YouTube, Instagram na X. Yeah, I'm on TikTok as Hoja Africa. I'm on Facebook as Hoja Africa. I'm on Instagram as Hoja Africa. I'm on everywhere. So soon tukienda fiti sana tunaweza pause on comedy kiasi, focus on other contents. No, not really. Si bado comedy, lakini comedy but not that much into comedy. But still they'll see me on their screens. Umesema unatoka maeneo gani upande wa? Unatoka Bungoma ni kubwa. So labda mtaa ni gani huko mtaa ulikuwa unafanya shughuli gani before Hoja Africa? So mimi nimegrow up places mbili Bungoma County. Bungoma North, that is Lukhorwe village. Alafu sasa nikakuja huyo anapiganga simu sana huko. Alafu Bungoma South, so kwa madhe alikuwa anafanya job huko Bungoma South. Hapo kitambo ilikuwa inaitwa Bungoma Municipal, Bungoma County Council. So madhe alikuwa anafanya hapo job. Ndio sasa so childhood yangu iko divided. Kuna yenye actually ni divided into 3 parts. Ya kwanza nikikuwa class 1 2 3 nilikuwa Lukhorwe. Hiyo ni Lukhorwe primary. Alafu sasa wakanitoa hapo, mzaya akasema you know what? Toka hii shule kuja nini?
Misiru boarding. So Misiru boarding nika I think pia 3 years. 5, 6, 7 they are in. Nika so boarding life like your life yangu yote nilikuwa naendanga Lukhorwe Bungoma. So ilikuwa hapo siko sure ilikuwa wapi sana. So from class 7 class 8 nikaletwa Bungoma DB. So nika the rest of the years nikaanza kugrow ya Bungoma mpaka saa hii sasa. Tulikuwa among the first people kufanya nini hizi vitu zenye naonanga sasa wanafanya record watu hii TikTok wakiimitate walimu. Hizo ndo tulikuwa we were among the pioneers. Just that sisi hatukurekodiwa. Tulikuwa tunafanya hizo vitu zilikuwa so high school but sikuendelea na comedy immediately after high school. Mimi nilikuwa najua mimi ni msanii wa kuimba na nilikuwa na believe msanii ya kuimba pekee ndio iko na pesa. Hii comedy hakuna shit. Alafu nilikuwa najua comedy ni stand up pekee. Juu sikuwa naonanga content creators wa unajua hiyo time nikitoka high school ndo time yenye saa shit alikuwa amehit. Na hiyo time lazima ukwe TV ndo ujulikane. So msiko leo kitu inge kusaidia ni maybe urecord tu wimbo, patia ma DJ hapo, DJ Lighter. Ukipatia DJ Lighter umetoka. Juu ata play kwa enter za high school. It wasn't a good song. It was I think sikuwa na knowledge ya nini. I had no knowledge of music. I only did one tone. Like I didn't know unafaa kuimba uko na kitikio. I only knew of verse and chorus. Yeah, I do it for fun. I do music for fun. Kama kuna ingine tulirecord hiyo ni mbaya. Hiyo ni mbaya. Hiyo tukiproduce hiyo itasumbua. Bado iko jikoni. Lakini si audience ndio inafaa itambue kama kitu ni kali. Wewe mwenyewe unafaa kuamini kwanza kani. Juu hiyo yenye nilirecord 2017 ni vile nilisikia tu once nikajua hii iko chini. Huyu jamaa nisikize. Huyu jamaa nisikize. Nasema hii iko what is this? Hata kama sijapatia wasa sikize. But hii yenye nilirecord demo tu already nilifeel now this is iko sawa sasa. So you can count yourself mbali na kuwa comedian, pia you're an artist. I'm an artist. I'm an artist. So in future maybe tukiweka comedy kando kidogo, do you see yourself at least ukidive into other fields? Yeah, of course. Nimesema kama hiyo ya comedy unacheki manza kublend in polepole na the other vlogging stuff. Polepole tu itakuja. That's why nilifungulia their own platforms. Siwezi weka kwa nini kwa main hizi za sikuwa najua reception itakuwa. I didn't know more about the reception. Unaweza fanya hivi una post bana unapata okay jamaa anafanya vitu za ujinga bana, sisi tunatuwekea content. Tuwekee comedy. Si watu wamekuzoea na hiyo ujinga. Yeah, of course, lakini lazima ufike mahali uchange. Unajua pia unaweza wanaweza kuzoea na hiyo ujinga mpaka ubo. So alafu wanasemanga good dancer knows when to leave the stage. Exactly. And I don't like politicians. Like I just don't like politics forever. Like let me just work. Just stick on the right path. Like tuko tu na sober mind. Okay. Like nimekuwa nikipost since time ya Sifuna aanze kuchachisha. Nilianza kupost hizo stories za politics. So I've been posting anything like nikiona tu like I just want good governance. Like I'm just trying to educate my followers ukielect kuwa leader atakufanya mbaya mwingine na pesa. Atafanya mzee mwingine vizuri, afanya mzee mwingine vibaya, unless wewe ni mtoto wake ama wewe ni anko yake ama uko related. Na hata wengine kama mko related bado watakufanya you are still a Kenyan. So tukue tu sober, alafu tupigie wase wa right, wase wa correct kura. Okay. Bana elect good leaders. Usilambe politician. Ama politician akuhonge nini kama msesi mfiti bana achana. So recently kuna post yako fulani umemake shortly after
show yenye ilifanyika Jadilika ya Jose. So there's a post that you made, if maybe my friend can ask you about that. 3 days ulikuja ukasema wacha watu waache kufanya nini? To something about politicians. Politicians. No, just say ilikuwa inasema nini. Ile yenye ulikuwa umeweka an AI picture ukiwa umekata tu, we don't worship politicians. Unakumbuka ile post? Oh yeah, sure, I remember that one. Yeah, I've been posting these things. Just that maybe nilipost time yenye ilikuwa nilipost Exactly. time Yeah. yeah, but I respect Jose. He's my boy. Yeah. I have got nothing like wivu about him. Yeah. He's a very good guy. Nimse nimeona akigrow. Yeah. Actually, I took part in writing some content. Hizo nini stand up naye, but tukaachia kwa njia. So I wish him success in each and everything that he does. Okay. Mm. So if you support him, kwa nini haukwenda hiyo show Nili- ya Jadilika? Nilikuwa nimeshikika. Yeah. Really? Yeah, nilikuwa nimeshikika, and you also remember yeah, nilikuwa around, Yeah. but I was not in Bungoma County. I was in Busia. So Jose na Rabdon wote Kimoja. ni watu wangu. So Rabdon alikuwa amepoteza mzayo wake. He's real dad. Nakumbuka hata And Rabdon ni jamaa mwenye tumekaa na yeye, like tunakaa na yeye, ananirecord kila mahali. Jose pia ni mtu tunafanya na yeye comedy. Comedies. So hakuna vile ningeingia huko na nikue. yeah, at the same time. Yeah. So I had to go. Ila- We were there until late. Mm. So hiyo late tena Sunday morning ilikuwa ni kwa Nairobi, we had plans yenye tulikuwa tunataka. Oh. Lakini Sikuweza kufika. sijui kama umeona zile comments social media. The comments, unajua wase wajuingi, wase uwasiu mtu anasema koja this Jose this yeah, but you know what, as a good person you unasema tu it's okay, ni hivyo mmesema. Onyesha watu you support each other, but behind the scenes ni kama kuna kabif, because unaona kama mnaanzisha project pamoja, after some time amko pamoja tena. So maybe if I can maybe specifically ask you about Jose na wewe. Hiyo yenye umemention sahi mlianzisha, but along the way hivi kuna venye hamkuendelea nayo. Why exactly? Yeah, personal reasons na different interests ndo zilifanya tukasema acha tu work as in tunasupportiana, and vile nimesema earlier, no bad blood. He's still my brother. I wish him very much well. In fact, Okay, so if I believe if someone is your friend, basi you should correct the person maybe make a mistake, and you should give critics where it's supposed to be criticized. Watu wengi kwa social media wanaongelelea the event yake yenye ilifanyika, and when he at least before aanze show yake, the comment that he made about the politician maybe wamrushia kitu kadogo. And then I don't know if it's a coincidence, but after your post pia hiyo kwanza ndio ili drive even the fans waseme hapana, maybe you're trying to critique him. Can you just make a comment on what happened at that event? Do you think it's right basing on comedy and politicians and what he did? Supportiana, and vile nimesema earlier, no bad blood. He's still my brother. I wish him very much well. In fact, Okay, so if I believe if someone is your friend, basi you should correct the person maybe make a mistake, and you should give critics where it's supposed to be criticized. Watu wengi kwa social media wanaongelelea the event yake yenye ilifanyika, and when he at least before aanze show yake, the comment that he made about the politician maybe wamrushia kitu kadogo. And then I don't know if it's a coincidence, but after your post pia hiyo kwanza ndio ili drive even the fans waseme hapana, maybe you're trying to critique him. Can you just make a comment on what happened at that event? Do you think it's right basing on comedy and politicians and what he did? If Jose had planned that, then it's very much okay. Yeah, hivyo ndo mimi naweza sema. Kama hivyo ndo alikuwa ameplan, very much okay. Mimi sina shida, like mimi siwezi enda hapo niseme mbona unaomba. No, I cannot. You cannot do that. I cannot do that. At the end of the day, script ilikuwa yake. So that's what he did, maybe that's what he had planned.
Alafu unajua lazima ukiandika script lazima kukuwe na villain, lazima kukuwe na main character. So mimi nilisema Kapanga. Actually aim yangu ilikuwa Kapanga achukiwe. But now nikaona ni bestie wa kila mwanaume. Actually wazana wanapenda Kapanga but wanapenda Jonte sana. Na kilicheka imekuja. Cliff ilikuwa natural. Natural, yani natural. Cliff. So Cliff na anafunza kina Hoja kucheka. Yeah, Cliff manzendo mwanzilishi. Hiyo ni fiti sana. So Hoja. Tunasema ni kazi safi. Asante. Kama Basically what you're saying is pesa ya content creation iko if you know na how sinia to ni do it kubwa, well. na sinia ni kubwa sana. Like hata content creators wengine wakiamka kesho bado tu watakuwa rich. yeah. And that's hiyo pia inani drive to the reason manze sinia ni like how many content creators are there in Kenya? So many. Na let me tell you how content creators wote unless hajajulikana but hao wote wenye najua hawezi complain as that na Alafu hapa nyuma kidogo niliona post yako Facebook sema kwamba it cost you over ama 20,000 to make a content ukifanya na akina Mzungu, akina Farida, akina Sokoto. So kama content creator, the upcoming content creator anahitaji crew kufanya comedy. Kwanza Unaweza muexplainia how you come up ndio ikike hiyo budget ita over 20 ama wanasema una exaggerate? sijaelewa question yako. Swali yangu ni ile post ulikuwa umesema it cost you over 20K. 20,000 ndo at least content yako ikuwe complete. Ilikuwa specifically for that content. Specifically for that content. I thought content zako zote. Hapana, si zote. Kuna zingine ni zero budget. But for that one ilikuwa ni cost juu ukiangalia hapo kuna foods nimebuy, kuna costumes nime costumes kama hiyo gown. You know hiring a gown is not easy. It's not cheap. Ni rahisi but si cheap. It's expensive. And you see that gown si gown ya kawaida it's a serious gown. Hizo nguo za kasuti ilikuwa nimepimisha transport here and there kubuy. Yeah. So mzee anaweza fikiria ni jokes, anaweza fikiria ni exaggeration but you have to invest for it to give income. And to give you an income, yeah, sure. I usually don't share that. Juu unaweza plan alafu bana Kikurambe hapo. Kikurambe useme mzee si alisema. I usually talk with God about it and I don't share with people. Okay. So it's just my plan. Okay. But sorry for that, sita share. Sita share. Okay then. So maybe on matters AI and monetization. Sasa tumeona kuna AI imekuja, many people are using it. Ukiingia hata hapo maybe Instagram, if you post something unaona would you like to boost this maybe with AI. Wewe kama msanii unaona AI it's coming in and boosting our creativity ama kuna tu in some way inatulemaza? I boost creativity. Inafanya creativity ya mtu itabaki tu kwa creativity. So ni wewe tu utakuwa more creative uambie AI nifanyie kitu fulani. You tell me, tunaweza kuwa tumekaa na wewe, kitu wenye unafikiria about AI ni totally different na the same way. Tulinganishe creativity, wacha tuseme mimi na Crazy Kena. You see Crazy Kena is a bit more intelligent than me. So thinking itakuwa different. So creativity ya mtu itabaki tu kwa creativity ya mtu. Hakuna vile ati sasa juu AI imekuja. AI I think imekuja tu kutusaidia and I usually use AI so many times. In a day naweza tumia karibu 8 times. Alafu unapata hizo picha nimetumia zimeleta pesa. So unachanga na mbona ujema mwingine mwenye ametumia AI mbona as juu creativity yako. So maybe to the fellow viewers and when you wanakusikiliza maybe when wanafanya the same content unaweza waambia nini wewe mwenyewe huu unaitumia aje, how can you advise them on how they can use AI for their betterment, not to make them lazy or yes. Juu kwanza inafanya ufikirie sana. Juu you have to think what to feed it ndio ikupatie results.
I think kwanza hata ndio inafanya inakuwa msana anakuwa more creative. Uh, So wewe mwenyewe huu unaitumia aje? si unaonanga tu hizo picha zenye mi upost. Kuna hata ingine nilikuwa nimevaa machupa mingi. Nilikuwa nimevaa machupa. From that pia naona Steve K akiwa amevaa hizo chupa kumaanisha hii content. So actually naonanga kuna vitu zenye naundanga kidogo kidogo, naona watu wameunda. I thought ni wewe unawaundia ama wewe ndo unawasaidia kuwapatia prompt. So wanaonanga hiyo ni yangu. Wanaonanga hiyo idea yangu wanakuja. Si wewe unawapea prompt. The main challenge ni kuna kwanga na shortage ya content. Yeah. And usually happens to me from January to around May. Yes, ndo challenge mi unipiga. I think tangu nianze content from January to May. Yeah. Before to finance bill inakuanga tricky sana on my end. But after finance bill wanaanza tena kupick mpaka deck. So actually hiyo ndo huko challenge yangu main. Kuna uko kadi. Ya mimi niko kadi bro bana, mimi na nyumba yangu. Tuko kadi. Wewe na nyumba yako uko kadi. Tuko kadi mzee. Next year you need good governance. By the way, sasa panga buda, acha ujinga. Yeah. Niulize swali moja tu. Sasa hivi venye unaona high schools Ngoma High wameenda nyumbani, shule zinaendelea kufungwa. Akina Kapanga, Kilifu wanapanga vipi hapo? Our strike ama au masomo itaendelea kama kawaida? So next sasa si unaona wana strike. Sijui hiyo shule yao wanaweza choma nini ama wanapenda masomo. Wanapenda masomo. Choma.